Jangu Bargash. Naam. Nimekuita hapa na shida kubwa sana. Nahitaji unisaidie ndugu yangu. Shida gani? Kuna binti moja anakaa mtaani hapa anaitwa Inaina, unamjua? Sio mtu mama Bigili? Ndio huyo binti ambaye nampenda sana. Anasumbua sana moyo wangu. Yaani kikweli kama nitampata nitafurahi sana rafiki yangu. Kwa naomba nisaidie nimpate huyo binti. Usijali. Hakuna mwanamke yeyote ananishinda mimi hapa. Wote nawajua. Kwa hiyo hapa usiwe na wasiwasi. Nipa siku hizi 2 mpaka geto litafuta kwa ajili yako. Kweli? Kabisa brother. Unataka kuniambia mpaka geto utaletea? Mimi na wewe tena. Na pia nakuahidi, ndio. Kwa kuwa najua wewe ni msanii ambaye unaimba muziki na unaimba muziki mzuri sana. Na mimi kabisa kama nitakuwa kwenye studio kubwa, babu kubwa, utakuwa star kubwa, utapata pesa, maisha yataendelea. Tena ile nyimbo ambayo unaipendaga sana, unapenda kuimba mara nyingi sana. Niimbie kidogo nisikie ndugu yangu, kidogo nisikie. Mimi wako maridhia, kiniacha nitaumia, kikukosa nitalia, sipokona wakara. Nilitaka kujua kisa mapenzi ukanistiri, nikashindwa hata kula, nikaugua gonjwa akili. Ndugu yangu kwa staili hiyo, yaani siku ambayo ninamuoa Dinaina, nataka uniimbie pale nikupige dola za uso na kumpiga dola za uso, kupiga mwekundu wa uso, nitakutia hela ya kutosha. Limeisha hilo. Au sio ndugu yangu? Kabisa. Nakutegemea sana. Mbona unaviangalia hivyo vyombo tafikiri umegombana navyo? Umekaa navyo hapo unataka kupiga navyo picha uviposti au? Maana tangu ulivyoamka asubuhi mpaka sasa hivi vyombo vijaoshwa. Mwanamke mzima umeamka na singlet tafikiri mfanya mazoezi. Yaani mama wewe kukicha unapenda kufurahisha yani. Kwa hiyo mimi nakuchekesha. Nakuchekesha, si ndio? Shenzi mkubwa wewe, una adabu wewe. Sasa hii ndio utaiweza kweli ndio hii? Kwa staili hii ya hicho kijana mume chako unachosema nataka kuleta barua hapa? Huwa ataleta barua, ataleta gazeti. Mbona mwanao ndoa yake imemshinda? Wewe ndoa yake yule unaambia imemshinda. Hiyo ndoa alikuwa anaibeba kichwani? Imekuwa nzito imemshinda? Haya tuletee na hiyo yako wewe utakayoiweza. Sasa nisikilize nikwambie wewe. Huyo mwanaume wako unakudanganya danganya. Nataka ije barua hapa. Kabla huu mwezi haujaisha. Yaani mwezi ukipinduka na mimi nabadilisha maamuzi. Mwanaume yoyote atakanipitia hapa, awe mtu mzima, awe kijana, awe lava boy, awe nani, yani chochote lakini anaitwa mwanaume. Baba unaenda. Sikubali mwanangu na. Sasa kama ukubali ndio utakubali. Hilo nalo nini? Utakubali, ndoa unayo na utatamba nayo. Usiniletee ujinga mimi. Lemba lile. Mume utakuwa naye na utatamba naye. Muone kwanza daleki lako tafikiri muimba lapa wa Marekani. Na vyombo vyoshwe. Ole wako nirudi vyombo vijaoshwe. Na wewe sasa kaa hapa mchekee asioshe vyombo, ulete uso wako kule vyombo kunirudi michafu. Na kuchanganya wewe pipa na mchanganya na mfuniko. Salama kwani nimesema mimi sioshi hivyo vyombo. Sasa tangu mwanzo ulivyotoa kama mwoshaji singooshaosha hivi. Wewe mtoto mvivu wewe. Ai! Unachokumbuka wewe wenye wako la nani yule kwenye shingo kama jibu alisotaka kuwa na mchunga kukimbia umejifunga. Hadi akili zako umezifunga. Sasa ole wako. Na wewe kama sipoosha hivi vyombo unifuate kule uniambie. Mama hajaosha, hapo ndipo utakaponijua. Na umbea tu. Umbea na kutelelo gani? Osha vyombo huko. Kwanza shoga yangu hapa nina jambo. Jambo gani tena? Chini no. Wewe wako mnijua ile mkubwa. Sasa kumbe mimi leo wapi shoga yangu? Na alipokuwa na mdomo. Akasikiza shoga yangu.
Shoga yangu. Sio natembea nikakutana na Ziko. Na shemeji Ziko. Tumekutana kanielekeza kila kitu nachomfanyia shoga yangu wewe. Wewe utakulala naye mpaka ndoa. Wewe umekuwa mtoto wa 70 wewe kwamba utaki kutumika ovyo ovyo wakati mtoto 2000. Sasa kinachofanya ulinge kipi? Kwa uzuri gani wenzako hapo wazuri? Upo. Mwanamke kujiamini. Mimi nalinga ndio nyumba yetu kwanza. Na kwanza nakaa bure, nakula bure, na haraka gani? Aje kutoa barua anioe. Mamangu mwenyewe anataka shughuli. Yaani kweli leo nafeli. Ila sio kesi shoga yangu. Nimekutana naye leo, kaniambia na surprise yako. Nini? Sisi tunashtuka nini? Surprise shoga yangu. Surprise gani hiyo? Asa hapo ndo sijui. Ndio pale kuchukua zambarega zako kwenda kula kwa ni surprise. Unanizamie tena. Bwana mimi nampenda sana leo. Lakini sasa aje nyumbani aje kutoa barua ili yenyewe. Kwa nini upendi kula ubwabwa nyumbani kwetu? Kwa shoga yangu nakosaje? Lakini mamako alikuwa na mdomo bora tutakula hapo. Ali. Fresh. Eti mama unaona mimi punguani ha? Hiyo ndo uliacha. Karibu. Unasema nini? Mimi najua wewe unajua mimi story. Sema shombo mtu hatari kaingia kwenye kiwake. Alafu nimeshika kama digidigi hiyo. Alafu vumba vote umepangisha mkubwa tunachukua poa. Kwa mimi nashika masela nini ile? Mageto alafu tunachukua poa mkubwa wote. Je, unachekesha wewe? Tena unachekesha. Kwa sababu wakati unaondoka. Unanielewa? Hakuna mtu aliyepata taarifa au kutoa taarifa kama wewe unaondoka. Tulistukia tu wewe umeondoka. Alafu unaniambia kuhusu vyumba, eti nisipangishe. Nisipangishe na maana kile chumba kiote nyasi, watu wasikae. Wewe mkubwa unaongea kuhusu kodi au nitakufa au vipi? Kodi enjoy ili afa naona luka vyula nini una enjoy kumbe uko unafagilia yani. Alafu subiri. Unazungumzia dada zako kucheza shula. Basi na wewe kama mdumange au kibakuba kucheza na wewe kama unaona vizuri. Oe, sikiliza bibi mkubwa. Umeona umjengo mali yangu. Ndugu yangu, kama una hati mkononi, hii nyumba itakuwa mali yako. Lakini kama hauna hati, hii nyumba sio mali yako. Na kama unajifanya mvuta bange, mimi nilianza kuvuta bange kabla yako na nilianza kunywa chai wakati na nyumba yako. Unatakiwa kupandishe ujue. Mimi nimetoka zangu kwenye ameshachanganyikiwa. Sasa tulikuzai mwenyewe mtishie. Mimi nakuheshimu mkubwa unajua usinipandishie. Wewe unaniheshimu, usingekuja hivi kama kichaa. Ungekuja kama unakuja kwa mama yako sio unaenda kwa shangazi yako. Jinga wewe. Nini? Nini? Sikiliza ujue. Nipandishie. Nakupandishia. Wewe nakupandishia unifanye chochote. Hebu thubutu. Wewe, hebu jaribu. Jaribu. Wewe fala, nikwambie wewe kwanza hapo silivu. Baridi natokata sema nini narudi. Unarudi kwako? Hapa mimi narudi. Ukirudi njoo tengeneze hema pale uishi. Hakuna sema kati viba vipo. Wewe sio kwenda kuchekesha hata ukienda kuchuja. Wewe unaletea nini wewe? Ndio ukiletea usalama pale kwenye kubana wewe sasa. Ameshika namba ile tunatoka. Tunatoka. Kuna namba tunatoka. Hebu toa namba. Hapa sio kwa sala babu usichanganye. Baridi barafu. Bora mimi nausukuma leo kwa mumu ndani. Nakwambia kwanza unianze kunisukuma mimi ndio ukipasua na sana wewe. Utafikiri ndo nimebeba bwanangu mpya. Haya maisha ujue. Unatakiwa kuishi sio ishie kama haya maisha. Basi unaona maisha unatakiwa kuishi sio ishie. Wewe umeshindwa kutafuta huko, umeshindwa kutafuta kwani umebeba mizigo kwenda kutafuta mbele kwa mbele. Yaani unaenda kusema kwenda sema kwenda kufugia lasa kukua, unashindwa kukaa baba nyenda kwa stakua. Wewe ndio unaniletea usela wa pensi hapa mwenyewe kuvaa pensi naweza kuvaa. Unaniletea usela hapa. Muone kibegi chako utafikiri muuza miadarati vile. Miguu utafikiri umezaliwa sina baba gani? Yaani sio yule baba yako naye mimba ya kwanza singekuwa yako fala wewe. Mwanaume gani unakuja kudandia kwenye nani za watu? Jinga ananiga siku hapo. Wewe ni kuzao. Hey! Nimekiri kuwadi. Mwanangu. Maana nimekuita hapa na jambo muhimu kweli. Hivi mara mwisho kukutana na Shombo ni lini? Mama bwana. Shombo nilikutana naye juzi.
Aliniambia ndo amerudi. Ikawaje? Nikajitambulisha tu, maana alikuwa amenisahau. Mimi nikaondoka zangu, maana nilikuwa naelekea bondeni kule. Kwa umesema baada hapo ukamwacha wapi? Dukani. Mwache dukani wewe nani? Wewe mbona mtapitapi wewe mtoto? Hivi ushawahi kukaa kufikiria maisha yako? Basi ushindwe kuisaidia familia yako. Hata kujisaidia mwenyewe, kujiangalia tu unavyotoka nyumbani, umevaaje, umekula, ujala. Mtoto unatembea mpaka visigino vinakuishia katika miguu, lakini hujui kama visigino vimeisha. Jinsi gani ujijali, unajali maisha ya watu. Wewe mbona mbea wewe mtoto? Mdomo wako hauna flausi Na kuuliza. Kwa hiyo ndio maana hapa yule Shombo amekuja, amejiamini kabisa. Kila alichokisema maana yake wewe ndio umemwambia. Kwa sababu break ya kwanza baada ya kukutana na wewe ndio kaja hapa nyumbani. Haya, wewe umemwambia umpata faida gani? Nyao, domo kama sumbululu. Mimi sijamwambia na wewe unamwambia fanya. Tena usinijibishe. Nitauvuta huo mdomo wako ufike mpaka barabarani. Mshenzi mkubwa wewe. Hivi umezoea wewe? Umezoea kutwa kutangatanga kutangaza mambo ya watu. Yako anakushinda. Mwenye nywele utafikiri katani zilizokosa rutuba. Hivi unajiangalia vizuri wewe? Unapopita katika familia za watu ni kitu kweli. Hivi mbea sawa, ameona ni ukweli. Wewe anakuhusu nini? Kwenda kusema. Na hata ukimwambia huyo nani sijui Shombo, sijui Samaki atakusaidia nini? Huyo Shombo mimi namuogopa. Wewe, huyo Shombo katokea hapa. Umeelewa? Anielezi kitu chochote, yani yule nyau kama nyau wewe tu. Nyinyi wote mipaka shume. Fala mkubwa wewe. Mbona unaongea unanitolea macho utafikiri kama togoni? Kwa maana yake kweli. Sasa nisikize nikwambie. Kama umezoea umbea, mimi unikome tena ukome ukomae. Tena ukiniona au ukiiona familia yangu, uone kama umeiona kituo cha polisi na kosa la jinai. Umeelewa vizuri? Yaani sitaki uingilie familia yangu. Kama mmezoea umbea, fungueni kabisa. Sasa hivi wenzao wanafungua akaunti za umbea, wanalipwa kwenye mitandao. Sasa nyinyi umbea wenu mnaofanya mtaani, hampati faida yoyote. Wenzao wanafanya umbea wanalipwa. Wana mishahara mwisho wa mwezi. Wewe anakulipa nani? Zaidi ya kulitafuta jasho na sabuni ya kuogea huna. Maana unapotembea mikwapa kanyukanyu, huna muda hata wa kujiangalia mwenyewe. Mwenye nywele utafikiri nani? Katani. Kwenda kwenu huko. Nawe mama atakuwa akasema, maja nimemkuta akasimama hapo nje na mzee Lukoa. Haya, na huyo mzee Lukoa mwenye ndevu utafikiri Zela Kituluku ulikuwa unaongea na nini? Naongea na wewe mwenye maisha kunga huko kama chake za kitanda. Unisikii? Ulikuwa unaongea na nini na huyo mzee Lukoa? Nione kwanza. Sasa na wale wako wewe mnizungumzia mimi. Ndio utakaponijua. Sasa ninakufuata hadi kwa mama yako. Nimekuja anza kusikiliza. Kwanza niseme nashukuru sana kwa kutikia wito wangu. Nimefurahi sana. Lakini kikweli msomo wangu bado uko pale pale. Unajua Dinaina, wewe ni mwanamke mrembo sana. Kikweli kabisa nakupenda. Niko serious. Na lengo langu sio kuchezea. Natamani nikuoe nikuke ndani, uwe mke wangu kabisa. Yaani kwa kifupi uwe wife material. Nakupenda sana Dinaina. Kwa nini unakunielewa lakini? Hansi, kama hivyo kujibu awali. Na majibu yangu ni yale yale, wala hajabadilika chochote. Kifupi tu mimi na mtu wangu, ananipenda, na mimi pia nampenda. Siwezi kumwacha kwa sababu yako Hansi. Mimi ambacho hutaki kunielewa. Sawa, nimekuelewa nizungumza. Nimeelewa. Lakini si kila mwanaume ambaye anakuambia anataka kuoa ukamwamini moja kwa moja. Ukampa 100%. Wengine ni waongo tu. Si wa kuamini. Lakini mimi nazungumza hapa niko serious. Nakupenda sana. Lengo langu sio kukuchezea, nataka nikuchukue nikuoe, nikuweke ndani tufanye maisha. Uwe mke wangu wa ndoa kabisa. Shida iko wapi mama? Try to understand me.
Hansi, sijakataa, nimekuelewa vizuri sana, lakini hii Kinyamwezi ni kubwa. Kwani mimi kijana ambaye nimebakia kwako, hamna mwanamke mwingine hata ambaye unaweza kaenda ukamtafuta na ukawa naye? Kwa nini mimi kila siku? Nilishakwambia tangu awali, mimi nina mtu wangu, ananipenda na mimi pia nampenda. Siwezi kumwacha kapoteza furaha yangu kwa ajili yako wewe Hansi. Naomba unielewe. Ni kweli kabisa. Wanawake wako wengi sana hapa Kinyamwezi. Lakini macho yangu yameona kwako. Nafsi yangu imeongea na nafsi yako, zikasemezana, zikafutana. Ndio maana nikatamka kwamba nakupenda sana. Kwani shida iko wapi mama? Nielewe basi, naumia mwenzio. Naumia ndani kwa ndani mama. Mpaka nilia hapa ndio unajua nakupenda mama. Toke machozi hapa, toke mikamasi. Usinifanyie basi hivyo mama, naumia mwenzio. Hata hivyo muda umeenda sana. Mama ameniagiza muda mrefu sana sokoni. Kwa hiyo naomba nikuache. Kwa hili.